tuko Simbi guys. If you are watching this video, we are in Simbi Nyaima. Hello. Tuko Simbi. Ebu endelea. Cheki nyoka. Busi tuone nyoka. Alafu just see the show. Unaona show venye inakaa? Interesting. Unaona venye inakaa? Kia story. Aya bye. Yo, what's up my people? Salimia watu bwana. Halo. Kwaje? Niko tifi mbaya. Niko tifi kabisa. Salimia watu buda. Marada. Yep. Wagwan. So, what's up my people? My name is Benjamin, as you know. And today is another video na tunataka kuvisit one of the best places in Kendu Bay. Inaitwa Simbi Nyaima. Yeah. We want to know about the stories, like stories behind the lake and so many things. So don't leave this video. Don't leave this video. Tutawapea hii video step by step, venye tunaenda, venye tunaingia and everything. Yeah. So as you can see, this is the road. This is the road venye tunaenda huko, and we'll keep updating you guys. Miche yenye shosha aliniambia bana kulikuwaga na village kwa hii area yenye maji iko. Manzi alafu kuna mshosho fulani. Hapa ilikuwa zabe ya kunywa busaa. Ati nini ilifanyika? Hapa ilikuwa zabe ya kunywa busaa. So kuna mshosho fulani akakaa huko hizi ma area. Akaanza kuhubiria bwana. Alianza kuhubiria watu eti like, mbadilike hapa. Like alikuwa anataka asave watu juu alishaona mbele. Maybe alikuwa malaika. So akaita akaenda kwa nyumba fulani. Akapata kama watu wako hapo ndani wanakunywa busaa. Akajaribu kuita mmoja wao hapo nje. Then sasa akadinda kutoka nje. Akadinda kutoka nje. So hebu endelea na story tuendelee. Story kaendelea aje? Sasa bila lidinda kutoka nje akaenda kwa nyumba tena nyingine, but the same compound. This was the compound akapata mama fulani. Huyo mama alikuwa na mtoto mwingine mdogo. Akauliza hiyo mama, unisaidie maji ya kunywa ni kunywa. Like umsaidie maji ya kunywa. Mama na roho yake safi akamletea maji. Kamuuliza, mume wako pia kwa hapo sehemu anakunywa kusa? Sema yako hapo ndani. Mume wake pia akauliza, malaika kauliza kama mume wa huyu mwanamke baada kwa hiyo nyumba wanakunywa kusaa. Alafu sawa, acha niupigie tu story. Tupigie story. Nikitaka kuendelea na story mniangushe ka 10 bana. Tukuangushe ka 10, endelea na story. Hivi kaende like nilikuwa nimefika wapi? Ati mambo na akamuuliza mume wake. Akauliza kama mume wake kwa hapo ndani, simu nakunywa kusaa. Kwa hapo ndani. So fanyaje wewe, chukua mtoto. Alafu nifuate. Na usiangalie nyuma. Unakumbuka ile story ya Lu? Inakuanga Luta ama inapa nani? Aluta. Bana tuliacha Biblia kitabu. Zizi, yeah, no si Aluta, like Lot. I remember kabisa. So wakatoka na huyo mama. The concept inakaa the same because walimwambia asiangalie nyuma. The same to the Bible venye Lot aliambia, like waliambia you crew ya Lot. Mtu like wasiangalie nyuma wakitravel. Sasa alafu acha nionyeshe hapa kitu. Nataka nionyeshe hapa kitu Sasa unaona ile mlima?
Ile mlima. Acha niwakuonyeshe. That one. Hii mlima hii. Wakasimama. So kusimama kwa ile mlima akaambiwa hebu sasa angalia nyuma. Hii ni tu nature bana. Nature tu. Sasa ndio maana nilianza nikikwambia hii ni story shosho yangu alinipea. Sasa wewe kama kuna story yako leta pia. Unajua tukiunganisha hizi story zote tutakama hapa na reality. No, but the reality is according to my understanding, I can just say that the lake was just formed naturally. It was formed. Sawa, it was formed. Why is it that hii lake iko na miujiza tu zake? Iko na miujiza aje? Bana, unaona hii lake? Kwanza tuanze tuna the color Mbona the color ni green? Hebu anje show color. Flip camera tuone color. Color iko? Mbona the color inakaa green? Inakaa green by the way. Alafu just see the show. Unaona show venye inakaa? Interesting. Unaona venye inakaa. So hebu try ku explain your concept ya greenness na ile story yako. Unaona hii greenness? Like kusema walikuwa na nini? Walikuwa na kunywa busa kala. Achana busa. Hii greenness kuna huko mata. Unajua sasa tunaingia kwa sayansi. Wewe acha. Unajua kuna mata hapo ndani. Like unajua hii place ili sink na watu ikasink na, but let us do this. We can't explain the color. Yeah, like it is just miraculous. Hii color iko hivi, haijai change. Alafu kitu kingine, ukikuwa na skin disease, twende mbele huko. Tutembee bana kiasi. Flip. Ukienda na skin disease, ukikuwa na skin disease, alafu uapply maji manze utapona. Baada nasikianga hivyo hata like kama uko na nini any type of skin disease na uchukue maji ukiosha nayo utapona kabisa. Alafu kitu kingine, unaona hii maji, cheki nyoka. Hebu flip tuone nyoka. Cheki nyoka. See, like hapa iko na kila kitu. Cheki nyoka. So nini? Hapa iko na everything. So nilikuwa nasema ni hebu nikumbushe. Nilikuwa nasema ni like greenness. You are thinking tulipita greenness. Something to do with how it can cure somebody. Hapo tulishapita. Nikasema any skin disease bana. Hii kitu inaweza kiwa. So kwa hiyo tu kuna nyumba ya udongo. Naona. Kwa hiyo tu kuna nyumba ya udongo. Ukitumia maji nyingine different. Udongo inaweza chukua pipa karibu 8. Manze imagine inachukua tu pipa 2 bana. Udongo iko sawa. Hebu explain hiyo kitu umesema. Udongo iko sawa, iko ready kwa kupoma. Ama nadanganya yo. Ati udongo ikifanya. Wewe ndio ushaitumia maji. Mimi sijui. Udongo ikifanya nini? Hebu explain. Like udongo ikifanya nini? Like sasa ukitaka kupoma kupoma nyumba sasa. Unataka kuanza nyumba na udongo. Tumuono sasa. Alafu bana shikie bana, nimechoka bwana. Nimechoka na kunini? Alafu uchukue tu maji nyingine different apart from me. Udongo inaweza chukua pipa 8. Ukitumia maji inaweza chukua pipa 2. Ni mbaya. Can you explain using a well-labeled diagram? Sasa inakuonyesha hii maji si hivi tu. Kabisa. So ino story shosho yangu alinishow. So kama kuna story yako nyingine, hata tuangalie reality iko hapa. Acha niite ile. Yo. Anaweza kaka kamera kweli. Oya. Hebu kam. Bine. Anaweza nini kweli? Aya, endelea na story tukiuliza huyu. Si story imedai tu hivyo. Wewe uko na concept gani na ile hii?
Uradi anything ya ile. Uradi nini na umeishi hizi maeri hadi wewe. Wewe wacha. Ni aje? Iwi njodhulu. Apenjo ni ya. Wakia story mari lake. Ninyalo nyiso kaka lake ni nobeda form according to inina manitari. Ina magini. Dongiye bere kamera. Okiye bere kamera. Aya koro chungaji wake kwa. Ana story na. Kia story. Aya bye. Aya koro. Aya mbona gani? So wewe uje story. Hebu endelea na hii story. Story iliisha zamani za kale. Story iliisha. Sasa mimi najua tu hii. According to me najua hii lake. Hizo ni vitu tu like hizo ni myths because I think hizo ni hii lake ilikuwa formed too. But like venye mountain inaweza kama si ati so tumefanya geography. Nimefanya jog. Sasa ile Simbi imekuwa formed through which process? I don't know. No, sijafanya jog, sorry. Downwarping. Downwarping. Kushoni downwarping. Uko 100% na ni downwarping. Niko 2%. Ati bwana, the story of Lake Simbi is not in the books. The word Lake Simbi ndio iko kwa books. Hii choke. Lake Simbi ndio iko kwa books. Gani lakini the formation of Lake Simbi iko kwa book. Like kuna formation of Tan Lakes, Crater Lakes. Which type of lake is this? Okay. This lake, mythical lake. It is a mythical lake, exactly. Wewe acha. Type of mythical lake ni nini? Bana, huwezi elewa, labda you understand. Ati mythical lake. Like hii lake huwezi nini ilikuwa formed aje. But ni historical site, Lake Simbi. Historical site. Wewe bana wewe. But me I don't think I'm over hivyo venye unasema ni hivyo. Ati ni sikifanya aje? Ndio ulize shosho yako. Aniambie story ya ile lake. Akwambie story ya hiyo lake. Shosho, wachana na shosho. Mimi niliambiwa na hiyo kitu na shosho yangu. Sasa hivi by the time hii kitu ilikuwa inakuwa formed. Shosho yako alikuwa amezaliwa. Like yeye aliambiwa. Unajua? Kuna vitu zinakuwa carried on from generation to generation. So yeah, like it's an oral tradition. So when walikuwa hiki kitu ikifanyika, obvious always kosa kupigia mtoto wako story. Ebu nikuulize, like which year was this lake formed? Wewe ukiapproximate ni which year? Inaweza kuwa 19,000 huko ama 18 ama which year? Hapo na siwezi sema. So hao wenye wanatuambia hao walipata hiyo information wapi? Juu walipata from their ancestors. Ancestors walipata wapi? Walipata from those wenye walikuwa hapo, like ilikuwa like ni story inakuwa carried on from generation to generation. By that inafunza some morals. Kama gani by the way? Moral Simbi Nyaima inafunza morals kama gani? Like kama hiyo story tuliambiwa hiyo. Lakini nyinyi mnataka nyinyi acha nilina story. Like vile mshosho ali by the unajua mimi sikuambia alikuwa the appearance of that mshosho like alikuwa tu kitu kingine kichafu ncheki so vile ali approach village bana au watu wakamdespise then moral lesson number 1 bana bana tusidespise watu. So that is a moral lesson according to the formation of this lake, right? Yeah. Then number 2. Kuna kitu inaitwanga aola. Aola. So aola. Sasa aola mimi sijui kwa Kizungu bwana. It's peer pressure. Peer pressure. Like sasa hao watu huyu mbaba mwenye alikuwa kwa mume wa huyo maa. Like kuna watu walikuwa namwambia bana achana na huyo mwanamke bana. Huyo mwanamke ni mchafu huyo.
Ongea kwa sauti. Huyu mwanamke ni mchafu. Chana huyu mwanamke. Like sasa alikuwa sijui niweke aje. Aliongeleshwa na Philipia, unaona? Kituka hiyo. Bana nimewapea content yangu bwana. Mtanilipa bwana. Haya, twende kazi. Haya, sasa. No, tulia kwanza. Tunaweza pata mtu wa huko atuambie ya.